Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, watazamaji wangu wapenzi, watazamaji wangu, wafuatiliaji wangu wa vipindi vyangu. Kama ilivyokuwa ada ya somo letu, huwa tunajaribu kidogo kuelimishana, kufundishana, kupeana elimu, kupeana akili, maarifa, ili yote hii nia yake ni kwamba tuweze kupiga vita umaskini. Wewe kijana, wewe mzee, usikubali abadan kitu maskini ukipe kisogo. Kuna kijana mmoja aliniletea usemi mmoja nikashangaa sana. Yeye bahati nzuri alikuwa katika haya mambo ya chuma ulete. Kama nimewahi kufundisha masomo mengi sana yanayohusiana na chuma ulete. Lakini sasa hivi nasikia anafanya vurugu huko, anasema anapasua raha katikati ya tabu. Sasa hayo sio maisha, wala sio desturi, wala sio maana yangu ya kuweza kukupeni elimu. Maana yangu ni kwamba watu muweze kunufaika na kupata hijama ya elimu, ili watu waweze kwenda sawasawa, waupige vita maskini ili maisha yaende. Kwa sababu maskini ni kitu kibaya sana. Hata katika jamii unapokuwa umekaa hali ya kuwa wewe ni maskini, wazo lako ukawa na wazo zuri kweli kweli, wazo lenye manufaa na la kujenga, utaonekana unaongea utumbo. Lakini akaja mtu ambaye Mwenyezi Mungu kishamjalia kipato, ana mali, ana rasilimali, leo akifika katika jamii yoyote akatoa wazo lake, basi watu wote wanampigia makofi, wanaona mawazo yake ndio ya maana. Ni kwa nini sisi binadamu tujidhalilishe? Hii ni hatari, na ni hatari kubwa sana. Ndio sababu niliamua mimi, kwa kile nilichosoma, kwa kile nilichojifunza, kwa kile nilichorithi, huwa mimi ninakumegea kidogo kidogo. Ukiwa muelewa, ahlan wa sala, Mwenyezi Mungu anakuwa amekusaidia, ndio amekuchagua ili uweze kwenda. Wako watu wengi sana wanayasikiliza haya madarisi yangu napokuwa nawafundisha, lakini kwa kuwa Mwenyezi Mungu hajakupambanukiwa, kwa kuwa Mwenyezi Mungu hajakujalia, hajakufunulia kuweza kuyafuata haya masomo na kuuliza na kuyafuatilia, basi wewe unakuta umekata tamaa peke yako, na utakachosema sana, upuuzi, anaongea upuuzi, vitu ambavyo kidogo katika maisha ni hatari. Siku zote nawaambia, ukitaka kumuona mtu mwenye mikosi, mwenye balaa, kitu kizuri yeye ataona kibaya. Kibaya kwake ndio kitakuwa kizuri. Yuko rafiki yangu mmoja alipita kwenye bucha ya nyama na mke wake. Wakaangalia nyama imenona sana buchani. Sasa mke wake akamwambia, hii nyama tungeipata tukarosti tukafanya hivi. Akamwambia, mke wangu, nyama imenona mno, ina mafuta mengi kiasi kwamba itakuletea athari katika afya yako. Wachana nayo. Huo ni ulofa. Hakuwa na fedha ya kununua, kwa sababu mwenzi wako anapotamani kitu basi mkimkidhie haja zake. Sasa akaenda akanunua mchicha, akaenda akatumia yeye na mkewe. Kwa hiyo ndugu yangu, piga vita umaskini. Umaskini sio kitu kizuri abadani. Umaskini kitu kibaya sana, sumu. Leo huwezi ukachaguliwa hata mjumbe wa nyumba 10 kama wewe ni lofa. Leo huwezi ukachaguliwa hata kuongoza familia kama wewe ni lofa. Wala huwezi kupewa kipaumbele chochote katika jamii yoyote inayokutana kama wewe ni lofa. Jitahidi upige sana ulofa. Sasa nitakufundisha kitu kimoja kwa siku ya leo. Nimewahi kutoa somo langu kuhusiana na ile chuma ulete, na nikakuonya, nikakwambia kwa yule ambaye anakuja kwangu ninampa elimu ya ile chuma ulete, ni lazima huyu mtu akubali asikubali, inakuwa kufanya ni mara moja tu, na kama ataendelea ni kwa muda maalum. Kwa hiyo usio unakuja kwangu ukafanya ndio kazi ukaacha kazi zako. Kama wakati wa hujumu uchumi watu waliacha makazi, watu wakaacha kazi zao. Nakuta mtu ni meneja wa kampuni wa nini, anaacha kazi yake, anakimbia mtaani kwenda kurusha sigara. Ndio tukazalisha watu wa aina hiyo wengi sana. Sasa na mimi nakuonya kwamba ninakupa muda maalum kukupa elimu. Ni lazima tufahamiane, ikibidi tuonane, tupeane mikataba, ikibidi hata kuapishana tuapishane, ili kuweza kujua ile chuma ulete itakusaidia au itakunufaisha kitu gani. Nilikwambia katika masomo yangu yaliyopita kwamba ile chuma ulete ni kitu rahisi sana. Kwa sababu yenyewe hiyo inakwendana na hudama pamoja na nyota yako wewe. Sio mimi, nyota yako wewe. Kwa hiyo ni lazima tunaingia katika zoezi zima la kufahamu nyota yako ni nyota gani, mtawala wake ni siku gani, na huyu mtu hudama gani anaweza kukusaidia, huyu mtumishi gani anaweza kukusaidia, mkafanya naye kazi ya kukuletea mali.
mali isiyokuwa na masharti. Sharti lake ni moja tu, usitoe siri yako, usitambe ukaanza kuwanyanyasa na kuwadharau watu. Kinachotakiwa kitu kizuri kabisa, kuwa mcha Mungu, isafishe mali yako iwe mali ya halali, toa sadaka, wasaidie masikini, yatima, walfukaraun, na wajane, wagane na watu wote wenye matatizo. Hiyo ndio itaweza kukusaidia mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, ukaweza kuongoka ukapata kitu cha kujibu. Lakini wewe leo umepata hiyo fedha, mimi niliyekupa elimu nina dhima, kwa sababu utakapopata hayo mafedha ukaenda kuwadharau watu, ukapata mafedha ukaenda ukalewa, ukaanza kuwa mlevi, ukapata hizo fedha ukaanza kunyanyasa watu, naonea watu, na mkamata mtu kwa pesa yako na mweka ndani, hii ni laana, tena laana matullah. Kwa hiyo siipendi kabisa katika somo langu, na ndio sababu ninasisitiza na ninarudia kusisitiza. Wale waliokuwa mbali, mtu unakuta anakutumia tu fedha yake kwa kuwa anaiona ni kidogo, anakutumia tu fedha, anakuandikia jina, mimi ni fulani fulani fulani, nataka hiyo chuma ulete. Sasa wale nimekuwa nachukua fedha yao, narudi kumtumia, ananiona mimi ni katili, mimi na roho mbaya, lakini ndio uhalisia wa kazi. Sasa hivi nataka tuonane physically, na kama tunaongea basi tuongee kwa kutumia video, ili tuonane, tukubaliane, uweze kwenda vizuri, maisha yako yaweze kwenda. Kwa hiyo nakushauri katika hii agenda ya chuma ulete, tutaendelea kuelimishana taratibu, na nashukuru alhamdulillah kwa wale wachache waliokwisha itumia hiyo, wamekwisha pata manufaa na wanaendelea na shughuli zao, na ndio wanakuwa wanawasimulia watu wengine. Lakini huyo unayemsimulia kwamba muone mzee fulani na nini, unakuwa tayari umekushatoa siri. Kwa hiyo fanya peke yako, uishi peke yako. Huyo unayemwambia pengine ana balaa, jambo zuri anaona baya. Kwa hiyo utakapomwambia atajua siri yako, kwa huyu alinielekeza pale, basi pale ndio inawezekana ikawa ndio mambo haya yametokea pale. Kwa hiyo nakuomba ufuatane na mimi, usiache kusubscribe, kulike kwa kutumia namba yangu ya simu 0749767696. Wewe nipigie. Kwa wewe ulioko nje ya nchi, katika namba ya WhatsApp ni hiyo, tuongee, nitakupa elimu muda wote, nakuwa niko vizuri. Nikikwambia na muda kidogo, huwa nimekaa na watu waungwana, nakaa na watu wa aina zote, rika zote, basi hapo utanifanyia subira, nitaendelea kukuelimisha kwa taratibu, kwa uzuri, kwa ihsani. Karibu ufuatane na mimi, twende katika vipindi vijavyo, ili tuweze kupata manufaa na matunda ya hapa duniani, na tusiache kumcha Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, mwingi wa ukarimu, kwa hali yoyote unayokuwa nayo, na usiache kufanya ibada alizoamrisha, na ukaacha yale makatazo ambayo amekataza, ili kesho tunapoondoka duniani, kwa sababu kufa ni lazima na tutakutana na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala siku yoyote, twende tukiwa katika hali ya amani duniani na salama huko tunakokwenda insha Allahu Ta'ala. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ni mimi Mwalimu Abdalla. Fuatana na mimi.